Kama kwenye maisha ya kawaida tunapita kwenye hatua za ukuaji, kwenye wokovu nako unapookoka unapita pia kwenye hatua. Na Paulo anasema, nilipokuwa mtoto mchanga nilisema kama mtoto, nilifikiri kama mtoto, nilifanya mambo kama mtoto. Manake ni kwamba ana acknowledge kuna stage ya utoto katika wokovu. Yohana 1:12, wale waliompokea walipewa uwezo wa kufanyika watoto, sio watu wazima. Wale wanaompokea Yesu wanaanzia kwenye stage ya utoto. Waraka wa kwanza wa Petro anazungumza pale, anasema yatamanini maziwa yasiyogoshiwa, ambayo ni neno la Mungu, ili muweze kuukulia wokovu. Anasema kama watoto wachanga, yatamanini maziwa yasiyogoshiwa. Kwa hiyo tunapookoka, tunapompokea Yesu, tunaanza kwenye stage ya utoto. Sasa unaruhusiwa kuanza kama mtoto, lakini hutakiwi kuendelea kubaki mtoto, unatakiwa kukua. Kitu cha kwanza kinachokufanya ukue ni kunywa maziwa, neno la Mungu. Lakini kitu cha pili, unajazwa Roho Mtakatifu, unampokea Roho Mtakatifu. Ukijazwa Roho Mtakatifu, Biblia inasema wale waliompokea Roho Mtakatifu na wanaoongozwa na Roho hawaitwi tena watoto, wanaitwa wana. Tofauti ya watoto kiroho na wana: watoto they are miracle seekers, wana they are miracle walkers. Watoto maombi yao ni Father give me, wana maombi yao ni Father what should I do. Watoto they are not ready to carry responsibilities, lakini wana they have matured to a place of carrying responsibilities. Lakini kuongezea tofauti nyingine leo kati ya watoto na wana: watoto they cannot be sent to represent God, lakini wana they can be sent to represent God. Ndio maana Biblia inasema Mungu alimtuma mwanawe Yesu Kristo. When you grow to a level of being a son, when you grow to a level of being a daughter, now God can trust you and God can begin to send you to represent him, because you come to a place of maturity and you come to a place where you can stand for the kingdom. You come to a place where you can stand as an ambassador for the kingdom of God. You come to a place where you can stand and represent God in different places of life because of your level of maturity. Children cannot be sent because they are not matured yet to speak for the kingdom of God, but sons and daughters can be sent. Watoto they cannot be trusted by God to be given responsibilities, lakini wana they can be trusted and God begin to give them responsibilities. Watoto cannot be sent, lakini wana they can be sent. Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto, lakini wale wanaoongozwa na Roho wanaitwa wana. Sasa mwaka huu Mungu hataki kuishia kwenye kuwa mtoto, anataka uende kwenye stage ya pili, inaitwa kuwa mwana. Na ukifika kwenye stage ya pili inaitwa kuwa mwana, that is when heaven begin to count you as a matured child of God, and that is when now God can begin to speak to you and to handle responsibilities to you.